Njoo ulivyo, usihesabu makosa. Njoo karibu, utaona uzima. Mchungaji Samuel Muhindi Mwaura anakukaribisha. Muhindi Mwaura of Emmanuel Gospel Ministry. Nataka tusome na katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 20. Ukienda nyumbani, kama uko nyumbani, ujisomee hiyo ingine yote, kwa sababu Biblia inasema tuwe watakatifu. Be holy. My topic is be holy. Verse 9. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourself. Those who include in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are made prostitute, or practice homosexuality. Verse 10. Or are thieves of greedy people, or drunkenness, or are abusive or cheat people. None of these will inherit the kingdom of God. Biblia inatuambia wale hawataingia kwa ufalme wa Mungu ni wale wanafanya usharati, wanadanganya watu, ni watu wa kupiganisha watu, ni watu wa mehembehe. Mungu anasema hao hawataingia ufalme wa Mungu. My friend, wewe uko pande gani? It is the Lord who is asking you now. Are you in this category, or are you on the side of God? The Bible continues saying, watu wengi wataanguka maana ya kudanganya. Unadanganya watu, unachukua pesa kama wakati wa campaign, unachukua 200, unasema utachagua hiyo mtu, lakini ukienda huko kuchaguana unachagua mwingine, na ulikula pesa huyo mtu. Hata kama huyo mtu hajui, hata kama huyo mtu hajakuona, Mungu alikuona na anakuweka kwa kilasi cha wale wanadanganya. Toka kwa hiyo kategori, toka kutoka kudanganya. Unasema utaoa msichana, unakaa na yeye, anapata mimba, akati sasa anaenda kuzaa, unamuruka, unamkataa, unamdanganya, unamkataa na mtoto wake, na hiyo ni mbegu yako. Wewe hutaingia kwa ufalme wa Mungu. Wacha nikuambie ukweli, kwa sababu umekuwa muongo, na Mungu anasema wenye waongo wote hawataingia kwa ufalme wa Mungu. Lazima utubu, lazima uache hiyo tabia ili uwe rafiki wa Mungu. Yesu Kristo alikuja kupatanisha sisi na Mungu, na anasema ukikataa kutubu hizo dhambi ambaye uko nazo, you are not going to be afraid of God anymore. The Bible continues saying, you are made right with God by God on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Tunakuwa marafiki wa Mungu, na tutaita Mungu na atatuitika. Verse 12. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. Even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Usiwe mtumwa wa dhambi. Ukiwa mtumwa wa dhambi, utakuwa rafiki ya Mungu anymore. Verse 15. Don't you realize that your bodies are actually parts of Christ? Mwili wako ni sehemu ya Mungu. Should a man take his body, which is a part of Christ, and join it to prostitute? Unaweza toa mwili wako namna gani na kufanya ni wa umalaya, na Yesu Kristo ako ndani yako? Yesu Kristo ni mtakatifu. Huwezi kuwa muongo, huwezi kuwa mchafu wakati Yesu Kristo ako ndani yako. The Bible continues saying that learn from sexual sin. No other sin so clearly after the body as the one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? This is verse 19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself.
verse 20, for God brought you with a high price, so you must honor God in your body. Wewe umenunuliwa, wewe ni mtu ya maana sana. You are so expensive. Hakuna mtu anaweza nunua mtu. Hata nasikia watu wanasema ate amenunua bibi na kulete mtu bia wako. Huwezi nunua mtu. Mtu is so expensive. Hata ukiweka ndege 10 iwezi tosha kununua mtu. No. Because the body belongs unto the Lord. Jesus Christ is reminding us we are the temple, we are the house of the Lord. Therefore, let us be holy, let us respect our bodies as belong to the Lord. And those who kill the body, they cannot kill the spirit, and they will come. For God, we are going to judge them for them because they will be murderers, they will be killers, they are good murderers. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Ni asante Bwana, utatusaidia kuishi maisha matakatifu. Ni asante Bwana,